Ya basi assalamu alaykum ndugu wapenzi tena. Sasa hii hapa ni season nyingine tena. Kama nilivyokuwa nimekuahidi kwamba tunaleta moto ambao wanauita The Fighter. Sasa hii hapa ni sehemu ya kwanza kabisa. Hivi ni vijema mambo tu ambao tunakwenda kutana navyo kwenye picha. Hii hapa ni bonge ya picha mzee na mkorongonto wa kufa mtu. Haya sasa. Kumbuka ni Raja DJ kutoka Arusha Tanzania, The Great Movies Production. Kwa kujipatia vigongo vipya kabisa vya Raja DJ basi unafika pale Morombo. Uwezi kupata sehemu yote. Ewe ndugu wa studio, basi unaweza kufika pale ndani ya soko la Morombo. Vinginevyo basi uwezi kupata season za Raja DJ kama utofika ofisini. Na wale pia nyumbani pia mnaweza kufika pale kwa kujipatia vitu latest kabisa kila wakati. Nimekuambia tupo Morombo kwa fujo sana, pale ndipo tulipo ndani ya soko la Morombo kujipatia season mpya pamoja na single movie mpya kali kabisa za DJs wakali. Hii hapa ni sehemu ya kwanza kabisa ya moto mpya ambao wanauita The Fighter. Kumbuka namba za simu ni 0766033959 kwa kujipatia madudes ya ukweli, vitu ambavyo viko safi kabisa kama hivi hapa. Hayo hapo nimekuambia wanaita Sharp Front kama kawa kama dawa. Kumbuka pia tupo Dar es Salaam, Kariakoo, Agrena, Likoma kupitia Professional Entertainment. Ujipatie vitu vipya kabisa, vigongo vya ukweli, majabali ya mwaka 2017 basi yako pale ya kutosha. Vitu vipya Dar es Salaam, Kariakoo, Agrena, Likoma kupitia Professional Entertainment. Hii hapa ni sehemu ya kwanza tu, nakupa utangulizi wa kigongo hichi. Kabla ya kusonga mbele mzee, ni moto akotea mbali bonge ya picha. Kigongo noma kabisa. Hii hapo mzee ni bonge ya picha baba, kichapo ya kufa mtu yani usipime. Ya basi hebu tuanze episode 1 kama ifuatavyo. Tunaanza namna hii. Ya kumbuka pia kuna baadhi ya watu kadhaa ambao wanazidi kunipa support kutoka pande nyingi za Tanzania. Akiwemo yuko mtaalamu ambao anamuita Babakra Movies Bank. Huyu jamaa anapatikana pale Moshi, ikiwa ni Moshi mjini, Njoro Pepsi, Njoro Keep Left, Motherland branch la Ligi Darajani, majengo ni kule kwa Mtee Stendi. Ujipatie vigongo vipi kabisa vya DJs wakali kutoka Tanzania. Lakini pia kumbuka tuna mkalo wa nguvu ambao anamuita Sadiki Madividi kutoka Masasi Kaumu kule. Pia ukifika basi unajipatia vigongo vipi kabisa vya DJs wakali kutoka Tanzania kwa fujo sana. Wanamuita Sadiki Madividi, baba Madividi yuko pale kwa fujo sana, ni kule Masasi Kaumu karibu kabisa na Adam Viazi. Lakini pia tuna Riz kutoka Iringa nje ya panda ya Mtuvila kwa kujipatia vitu vipya kabisa, ikiwa ni zile beti za laptop, ikiwa ni sambamba kabisa na kuweza kujipatia zile bidhaa safi kabisa ambazo tunaweza kuita service. Kama una kompyuta yako ina shida basi unaweza kufika pale kwa mtaalamu, bidhaa bomba kabisa, aweze kukutengenezea bidhaa zako safi kabisa. Kompyuta zile kama ina shida na kigugumizi, kifika pale basi inanyoshwa vizuri sana. Hii hapa ni sehemu ya kwanza tu ya moto mzito huu ambao wanauita Fighters au Sharp Front, ni bonge ya picha baba. Episode 1 Raja DJ niko hapa. Hizi ni zile vita kali baina ya Wachina pamoja na Wajapani ambao zilishawahi kutokea. Sasa wako Wachina wachache tu ambao walikuwa wamejitokeza kwa ajili ya kuweza kupambana baada ya jeshi kubwa la Kichina kushindwa kufanya kazi yake. Wako watu ambao wanaitwa guerrillas au makomunisti waliweza kujitolea kwa ajili ya kuweza kupambana na kuwaondosha Wajapani. Kuna magazeti yalikuwa yanasambazwa kwamba kuna kiongozi mkubwa tu wa Kijapani leo alikuwa anakuja, huyu ni general. Sasa lakini huyu general inasemekana kwamba alikuwa amepangiwa mipango ya kuweza kuuawa kwa sababu ni mtu mkubwa na pia ni mmoja kati ya watu wanaosababisha jeshi la Kijapani kuzidi kuipata nguvu. Sasa wako watu maalum ambao ni makomunisti walikuwa tayari wameshafika kwenye matukio wakihitaji kuweza kumaliza mheshimiwa. Watu wanapeana signal namna hiyo mzee. Zinavutwa sniper hizo babla usipime. Risasi zenye uwezo mkubwa wa kumpiga mtu ambao yuko mbali, ikiwa na maana kwamba risasi za masafa marefu zinaitwa sniper.
Sasa mheshimiwa mwenyewe ambaye alikuwa anashuka ndo huyu hapa, na ndo huyu ambaye anatakiwa kuweza kuuawa na watu maalum, ambao pia kuna kikosi maalum ambacho kinaweza kuitwa KMT Action Team, ambao aliweza kupewa kazi kumwangamiza mtu, ikiwa ni chini ya kiongozi mmoja ambaye anaitwa Li Aowu. Sasa kiongozi anashuka namna hiyo. Watu wanaweza kumoja kwamba vipi kuhusiana na uongozi ambao unaweza kuendelea. Watu wanahitaji kujua vitu vingi zaidi kuhusiana na uongozi ulioko hapa. Mheshimiwa anasema kila kitu kitakwenda kama jinsi kilivyoweza kupangwa. Sasa wakati huo Sniper anazidi kupima, waandishi wa habari wanazidi kumzingira yule kiongozi kwa anashindwa kupata ile target husika. Inasemekana lakini kuna baadhi ya unyanyasaji ambao wanaendelea. Anasema ni maneno ya watu, kuna baadhi ya watu wanazidi kutuchafulia sifa, tuonekana kwamba sisi hapa ni watu wa habari lakini sisi ni watu wazuri kwa ajili ya taifa na hatuwezi kumnyanyapaa Mchina, sisi hapa wote ni sawa. Kwa hiyo ndio ni shaka katika hilo, ni maneno tu ya watu ambao wanazidi kutuchukia na wanahitaji kutuweka sisi kwenye nafasi mbaya. Jitahidi uweze kumshambulia. Upande wa juu kule mtaalamu anaambiwa jitahidi kuweza kumshambulia mtu, lakini ndipo alipoweza kutoka na kuingia upande wa ndani. Sasa ni kwamba mission ya kwanza iliweza kufeli, kuweza kumshambulia mheshimiwa. Mwanaume anajiandaa kuweza kupiga shabaha lakini bado ni pagumu. Alishindwa kabisa kushambulia. Sasa nimeshindwa mheshimiwa. Ni kwamba waandishi wa habari ni wengi. Lazima tutafute njia nyingine. Iko tafriji ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kumkaribisha mheshimiwa huyu. Watakuja watu wengi, viongozi wakubwa tu kushiriki kwenye tafriji hii kwa sababu ni mtu mkubwa sana huyu, anatambulika vizuri sana. Siku hiyo ilikuwa namna hii. Mheshimiwa basi unakaribishwa pale mbele, huyu ni kiongozi. Toa heshima safi kabisa. Sasa upande wa pili kiko kikosi cha KMT Action Team. Huyu hapa ndo kiongozi ambaye anaweza kuongoza, anasema kwamba lazima kama tumeshindwa kupambana nao kupitia njia hii basi tuweze kuingia mpaka ndani. Walihitaji kumshambulia kabla hajaingia ndani, basi walishindwa. Sasa inabidi kuweza kuingia ndani na kwenda kufanya mashambulizi huko bila kuweza kumwangalia mtu usoni. Ni nani huyu mkali? Ni mkali wa mambo mzee. Unamkubali, unamjua, unamuelewa vizuri. Tulishamuona kwenye moto mzito safi ambao nitakutajia, twende sambamba. Ukimwona fresh tu nitakutajia ni kwenye picha gani ulishamuona. Mtaalamu huyu hapa alivalia mandevo fulani, ukimcheki hivi utasema ni mshamba mluga fulani, lakini kumbe ndo mtaalamu wa mambo. Sasa hapa yuko binti mmoja hatari kinyamo, binti wanamuita Chen Qiusu. Chen Qiusu unaweza kumuita au Chen Qiusno. Jina lake original ni Wei Nao. Huyu ambao anaweza kuvalia gauni jekundu. Sasa mtaalamu anahitaji kuweza kuingia ndani. Anasema kuna mtu huko ambao mimi namjua, kwa nahitaji kwenda kumuona, aliweza kunialika hapa. Chen Qiusu au Chen Qiusno aliweza kuingia pamoja na binti mmoja ambaye anaitwa Wang Chunmei. Wang Chunmei jina lake original anaitwa Zhu Ziyang. Huyo binti ambao amevalia kama wa kiume. Huyo binti amevalia kama wa kiume ili watu wakiangalia wajue kwamba ni mtu na mtu wake, lakini kumbe watu walikopo ni wa kike mzee. House pime wanazama ndani mdogo namna hiyo. Mtaalamu kahakikisha kwamba hao wameweza kuingia. Hichi ni kikosi kimoja, lakini kila mtu waga sometimes anapewa kazi kwa wakati wake. Sasa ilikopo namna hiyo. Wanatambua na pia kupitia signal fulani, kodi maalum, utaweza kujua kwamba huyu pia ni action team. Yaani mmoja kati ya action team, kikosi maalum ambacho ni kikosi kwa ajili ya kufanya vitendo tu. Ndio maana kinaitwa action team KMT. Spime kucheki namna akamwona mheshimiwa yuko pale. Anasema sasa inabidi niweze kumtega mheshimiwa hapa ili tufanikishe mambo yetu haraka. Kachukua kinywaji, anahitaji kuelekea pale mheshimiwa alipo, lakini sio rahisi kiasi hicho kama jinsi ninavyodhani, kwani ulinzi ulioko ni mkubwa mno. Hairuhusu mtu yote kupita huko. VVIP only. Anasema lakini kwa anahitaji kumsalimia mheshimiwa, akasema hapana, pita huko. Huko sio sehemu husika. Mbele imeshindikana. Kwa sasa inabidi waweze kutafuta njia nyingine. Nasema kama imeshindikana hivi, sasa inabidi tuweze kuangusha mlinzi mmoja baada ya mwingine. Tukifanikiwa tu kuweza kufanya hivyo, basi kazi yetu itakwenda kama jinsi tulivyoweza kupanga, bila kuingiliwa na kidudu mtu yote kwenye kazi. Mheshimiwa huku kiongozi mkubwa tu alikuwa anaongea na mmoja kati ya majenerali wakubwa. Wote hao ni majenerali, watu wakubwa kwenye jeshi la Kijapani, lakini kila mtu anakuwa na kicheo chake kulingana na kikosi chake, kwamba kila mtu anaongoza kikosi chake. Ama vipi? Kila mtu ni kiongozi wa kikosi maalum cha Kijapani, kwamba vikosi viko kwenye checkpoint tofauti au kwenye kambi tofauti.
Mheshimiwa anasema kwamba nimekuja hapa leo ni siku maalum kabisa kwa ajili ya kuweza kunikaribisha mimi. Na pia nashukuru kwa kuweza kunipa shavu zito namna hii. Vipi huyu kiongozi wangu, mjomba wangu huyu, pia ni mmoja kati ya wahudumu safi kabisa huko. Nilikuwa nimemwalika hapa kwenye siku hii maalum kwa ajili ya kuweza kutusaidia kazi fulani fulani huko ndani. Kwa hiyo ana shida yoyote. Lakini mbona mkutoa taarifa mapema basi haingeni? Kosa ni kwamba wakutoa taarifa mapema. Lakini hizi ni mbinu zimeweza kupangwa. Sio kwamba ni hivyo. Hii ni mchezo, kama mchezo kanachezwa, akajamaa wako anaingia na jideni babu. Katupa jicho mzee, akamuona kiongozi yuko pale amepumzika. Sasa akaona huyu ndo target mwenyewe husika. Lakini alikopa yuko peke yake. Jamaa wako akaja akampokea vizuri, na yeye pia ni mission kwamba yuko mtu yuko hivi na hivi, uende ukampokea. Sio kwamba anamjua. Yaani kila kitu ni mission, yaani kila kitu ni information maalum ambazo zilishatoka mapema. Yaani hapo ndo sio kwamba ati anamjua kwamba eti ni jamaa wangu amna. Yaani wote mko kwenye kikosi kimoja, lakini kujuana mjuani. Wachache sana ndo wanaweza kujuana kwenye kikosi hicho. Spime. Wanaita KMT Action Team. Spime. Sasa inabidi mheshimiwa aweze kuingizwa kwenye chumba maalum. Binti aliona hiyo tukio akasema sasa hapa inabidi kuweza kufuatilia hii issue kwa ukaribu mkubwa. Manake mission yao ni kuweza kumshusha chini huyu kiongozi. Jamaa kaletwa kwenye chumba maalum ambao ziko sahani za kutosha. Hapa mtu anaweza kuchukua sahani ukapelekwa kwa mheshimiwa. Anasema sasa hapa itakopo ni njia rahisi ya wewe hapa kuingia huko. Kamuelekeza ni chumba namba ngapi na utaratibu ni upi wa kuweza kufuata. Jamaa anapokea tu, ni yuko kama mbabu fulani, utasema ni mzee kumbe ni kijana wa ajabu. Anasema lakini ungenipa mavazi yako penge kwa ni vizuri. Zakwambia mavazi yangu hamna shida. Takupatia. Haya, sasa ni good sana. Hapa kwenye ile box ambayo alikopa anaposa kwamba eti kuna juice au kuna chakula, hapana, kuna miguu ya bata huko. Ziko bunduki za kutosha. Ambia mwenzangu kidogo tumbo lake aliko sawa, anahitaji kuelekea uani. Mimi nasema ndio jamani. Jamani tumbo inakata, naona mnyo mmoja unaruka kwa juu. Sasa hao mabinti ni wajanja, wameshafundishwa mbinu maalum za kuweza kumtega mwanaume. Kwa hapo wako kwenye kazi, lakini wanaweza kutega. Jamaa kuonyesha mguu na mneo basi tayari ameshalainika. Sasa anahitaji kuachia njia binti apite. Namna hiyo tu. Binti wakati anazama ndani basi anazidi kucheki ulinzi jinsi ulivyo. Mtoto wa kike hatari mno. Hawa mabinti ni balaa zaidi ya jinsi unavyoweza kuangalia hivi kwa juu. Ni noma mzee. Kacheki namna ulinzi. Anazidi kusoma pia corridor jinsi zilivyokaa, watu wote jinsi walivyo hapa. Anahitaji kufanya mambo makubwa kinyama. Sasa jamaa akamsogeza binti akamweka kwa hapa. Sasa akamtega. Akijua kwamba binti ni mgonjwa. Kuna zito. Washi. Basi hamna shida. Inabidi muweze kuandaa kila kitu, manake mimi huko tayari nimeshafika, kila kitu kiko safi. Andaeni utaratibu unaofuata. Akasaini pale sehemu ambayo anatakiwa kuweza kusaini. Jamii. Hai. Taarifa zinachapishwa na kuweza kutumwa. Mtoto wa kike akatupia kwanza ile buti, alafu akachukua na ile silaha. Haya makodos haya hana kazi nayo. Kachukua ile moja pale. Yeye mwenyewe anajua ni ya nini. Sasa anachomoka na mneo mdogo mdogo mzee. Huyu mtoto wa kike ni noma, nimekwambia anamuita Cheng Kyungsu. Hii kiatu likopo na kuweza kumzubaisha mlinzi namna hiyo. Sasa mlinzi si anasogea pale kwenda kuangalia kwamba hii kitu iliweza kudondoka hapa ni ya nani au kiatu ni cha nani. Binti akarudisha mlango mdogo mdogo tu chap. Watu wanaenda kwa muda, ni kwamba yeye ilikopo ni kazi yake, lakini yuko wa pili ambaye anakuja kumalizia. Mtaalamu anafika namna hiyo, watu wanaenda kwa mahesabu ya kufa mtu. Anasema hichi ni chakula kwa ajili ya mtu maalum. Kafunguliwa mlango. Basi mezani wapi? Akwambia ni hapa. Nenda
kitasa, shingo vunja. Hivyo tu ani. Kaisha maliza kazi. Ha. Sasa nakuja kwenye chichi chumba ambacho Chen Qiuso yuko. Tumuite tu binti Chen. Tosha kabisa. Sasa kamweka chini ulinzi mtaala. Nyosha mikono juu. Kashimta. Wewe nani? 我是送餐的。 Alitaja kodi maalum ya kijeshi. Wewe pia ni mmoja? Kwa kutupitia kodi ambayo alitaja pale, binti akajua kwamba ni mwenzake. Lakini akamgusa. Hii ni kumweka sawa kwamba yuko vipi. Huyu ndo kiongozi wa hichi kikosi ambacho kinaitwa KMT Action Team. Akamwambia kwa ni mtu akiweza kukutajia kodi maana yake ni kwamba ndo mhusika. Kucheki pale chini binti amemvunja mtu shingo, akajua na yeye pia ni mhusika. Ni mwenyewe ni mmoja kati ya kikosi cha KMT Action Team. Akamwambia wakati mwingine inabidi uweze kuwa makini. Hata maadui pia una uwezo wa kupata kodi zetu kiurahisi, kwa lazima uweze kuwa unajiami zaidi ya hapo ulipo kwa sasa. Nadhani umenielewa, si ndio? Kamchania kwanza ile nguo namna hiyo. Maana yake kuna mtu amepigwa hapa kuonyesha naye pia alikutana nacho kwamba alipigwa. Akambona watu wakija wakakukuta tu umekaa smart hapa, hawatokuelewa. Lakini wakaja wakakukuta huko kwenye hali kama hii kwamba ulikutana nao pia na kashikashi, watakuelewa. Unaona? Sasa ndipo anapokuja mheshimiwa kiongozi mkubwa tu wa Kijapani General. Na mmoja jamaa ana hisia za kufa mtu dunia ya 982 akiona tu hivi. Anajua kuna tukio fulani lishafanyika hapa muda sombre. Huko watu wanakula vitasa. Vunja shingo mzee. Zima gari. Huyu jamaa ni noma, ni hatari, ni danger. Dangerous man. Hebu anaye 刚才有人下来吗？没有。搜查上面每一个房间。 Sasa mheshimiwa anatoa amri kwamba watu wakae attention. Kuhakikisha kwamba hakuna chochote kibaya kitakachoenda kutokea hapa siku hii ya leo. Binti anasema Qiuso. Shangaa mbona mwenzake ametumia muda mrefu hivi. Jamaa anatupa macho hivi amewekwa chini ulinzi akamwona kiongozi. Ukachapa mkono mzee. Hebu anaye. Hiyo hapo. Inoma mzee. Mheshimiwa anacheki mzee akaona kifanyo. Hebu anaye vifuti vya kufa mtu. Hiyo hapo. The fighters sharp front. Ha. Watu wakae kwa chini ulinzi mzee. Ikafutwa kisu namna hiyo. Ikafutwa moto. Haya sasa. Binti akatulizwa. Wanamwita Wang Chunmei. Ikapigwa chuma namna hiyo chumea kama. Binti ni mchafu, ni mwepesi kinoma noma, ni flexible zaidi ya karatasi. Mwanaume ameguswa. Hakikisheni kwamba mnamaliza mtoto wa kike. Sasa sio naenda. Wakijua ni rais kiasi hicho. Nyafalama. Nyama mzito. Wanamuita nani basi? Ni Lee Enyo, tulimuona kwenye Double Killers. Kita mmoja ngoma hiyo. Wanaita Singe. Si mchezo. Watu wanatembezwa kifinywa kufa mtu. Chafua mbaya kabisa mzee. Sasa anakuja huyo baba. Ni noma. Ni kwere. Ni balaa. Ghafla kuna mtu anakuja mzee. Yuko kamanda. Napiga mkono balao mtoto wa kike, ni noma. Amfyetua kwanza ubongo. Huyu binti ni balaa. Wanamwita Madam Ayu. Ni noma. Madam huyu hapo. Sasa pale anakuja mwingine akachuma. Bwana. Huko watu wanachinjwa tu. Kiongozi akavuta panga. Kumbuka Mjapani kwa panga ni kwere. Ni noma, ni moto akotea mbali. Achezeshwa kwanza namna hiyo. Binti akakatwa akaguswa kidogo. Ni makosa makubwa. Anakuja tena namna hiyo. Mnyama anakuja namna hiyo, binti akasogea pembeni.
Hana ujanja. Jamaa kula kitu ya bega. Kula kitu ya bega mzee. Alipigwa risasi ya bega. Mnyama anakuja huko. Anakuja na mia. General anasepa mzee. Chana na moto ni balaa. Binti anapaa kama ndege mzee. Tembeza chuma. Haya. Litembea chuma kufa mtu baba. Risasi ya mguu. Kiongozi anasepa eti. Uweze amini mzee, mambo imekuwa tight kinyama. Kampiga nyingine tena ya mguu, hamna kwenda mahali wote. Bado anakazana kusepa. Si ndio jeshi likaongezeka sasa. Noma. Mchekia hapo kati watu jinsi wanavyopunguzwa. Mchekia hapo kati jinsi watu wanavyopunguzwa mzee mzima. Watu wakachezeshwa chuma kufa mtu. Ngome kaguswa mdogo mdogo namna hiyo. Hewa anaye shoti. Maskini binti Chumei. Hali yake ni noma. Hali yake ni mbaya mno. Ni kuzama kwenye gari na kusepa. Shambulia na kushambulia lakini wapi? Pakavu mzee. Haya sasa. Ni noma. 咱们去哪儿？你们要去哪儿啊？到前面找一个安全的地方，我们就下车。是这样的，日本人会在全城开始大搜索。 Sasa inabidi kuweza kutambulishana. Kwambia vipi lakini mbona kama vile kuna mtu mmoja hapa simuoni? Leza. Basi hamna shida. Yeye alijitambulisha kwa jina lake, anaitwa Liu. Ni mmoja kati ya viongozi wa KMT Action Team. Yaani ni kiongozi mkubwa tu wa Action Team KMT. Huyu ndo the leader. Walifika mahali ambapo kidogo kulikuwa na usalama. Jamaa anasema vipi kuhusiana kazi? Binti anasema kidogo tunashukuru kwa sababu tu salama. Na pia tunafurahi kwa sababu ni kazi yetu pia kuweza kusaidia wengine wasiokuwa na hatia. Na hapo wataweza kufika mpaka hapo wanapohitaji kufika. Unaona eh? Anasema kwamba kiongozi mbona yuko tofauti kabisa na viongozi wengine? Yaani ni kiongozi wa tofauti kabisa na viongozi wengine jinsi wao walivyozoea kwamba kiongozi anakuaga yuko hivi. Ni mtu ambaye anaonekana kwamba yuko peace sana, ni mtu wa amani. Sasa vipi mbona unakuwa mkaidi namna hiyo? Kwani kuna tatizo lolote? Haina haja kuhitaji kuweza kufoka bana. Kwamba lakini lazima niulize kuhusiana na kazi. Nitaambia kama ni swala la kazi subiria wakati mwafaka ukifika, tutajua tu ni kipi kinachoenda kutokea. Kwani kuna haja kuweza kuanza kugombana tena saizi? Sasa walikuja waandishi wa habari kwa ajili ya kupiga picha. Anasema tumetumwa na viongozi wakubwa. Tunahitaji kujua ni kipi kilichoweza kutokea hapa. Manake milio mikubwa ya risasi iliweza kusikika ikitokea maeneo haya hapa.
只负责 Kwa kazi yao wao kama waandishi wa habari ni kuweza kukusanya taarifa zote 你们便衣队的吧？好了， na kupeleka sehemu husika. 不是推卸责任的时候，有没有什么线索？ Na hakika na mnachofanya nasema ndio mheshimiwa. 2男1女， Wala hatuwezi kufanya makosa yote 平步军来的，其中一个穿着日本军服， kwa kile ambacho tumedhamiria kuja kukifanya ndicho tutakachoweza kukifanya bila kufanya kitu kingine cha tofauti. 客人 Maana pia Wajapani hawapendi sana wambea kwa sababu wanaweza kuja kuwaletea balaa baadaye. 进来的。我已经派人去查请柬上的名单了，希望 Anasema tunajitahidi kuhakikisha kwamba tunajua ni kipi kinachoweza kuendelea. 必要的 Kiongeza kwamba sasa inabidi muweze kujichunga mno kwa kile ambacho mnakifanya. 是 Kama litatokea kosa lolote, hakutokuwa na msamaha wote kutoka kwetu. 既要是将 Mheshimiwa alikuja kanongonezwa kitu kidogo kwamba kulikopo kuna shida, kwamba kiongozi amejeruhiwa vibaya mno. Kuja kucheki namna hii. Hapa kulikuwa na ujumbe fulani umechukuliwa. 是军部，任何 Niko wapi mpaka mtu anakuja anachukua vitu muhimu na kuweza kuondoka? 暴露，让 Eh? 防范措施。嗨， Hakikisheni kwamba vinapatikana hivyo vitu. Sasa huku ghafla nasikia risasi zinalia upande wa pili. 应该是我们的人跟鬼子。 Anasema lazima kutokopo kuna mashambulizi makali huko. 报告首长，有电报， Tunaachana na kule tunakuja kwenye kambi za Kichina. 正在转移向我军。 Ziko taarifa maalum ambazo zinaletwa kuhusiana na shambulizi zilizoweza kutokea ni kwamba imeshindikana kummaliza yule mtu. 命令，协议 Wako viongozi, mmoja anaitwa Zheng Jezi 好， na mwingine anaitwa Li Yinglong. 他们就别客气，全都给我留下。 Hawana nasema mna shida mbili uweze kwenda na umlete taarifa zingine muhimu zaidi. 平谷一个连队 Lakini jinsi inavyoonekana kama vile muda so mrefu tutapata nafasi ya kufika kwenye kambi za Kijapani. Na kwamba pia kulikuwa kuna mipango ya jeshi la Kichina kwenda kuwavamia Wajapani. Hili ni jeshi kubwa tu la Kichina tofauti na kile kikosi maalum 我拜寿， kilichokuwa kimetumwa. Mheshimiwa anasema usijali. 必须咬一口。 Lazima kazi ifanyike. Kwenye uwanja wa kivita ulikopo ni vurugu mzee. Watu wanachezeshwa sindimba aka Segere Bablai. Ni noma. 放连长，救人家！说，兵种们在跟着阻击敌人。请首长放心，人在阵地上，绝不给小鬼子留下一点点。 Hali ni mbaya. Hakuna salia mtume kwenye uwanja wa vita mzee. 一颗子弹，等鬼子靠近，是。 Hakikisheni kwamba mnaweza kujua ni kipi kinachoendelea kuweza kustop vita hivi visiendelee. Watu wanakula chuma. Watu wanakula mabomu. Bwana. Haya sasa. Inoma. Bala. Vita vikali mno viliweza kupambana baina ya Wachina pamoja na Wajapani. Hii ni moja kati ya njia za kuweza kuondosha Wajapani kwenye ardhi ya China. Sasa upande wa pili wako wale mabinti. 前面有人， Wanachungulia namna ni kipi kinachoweza kuendelea na kwamba hapa pia walikuwa wana kambi yao ya siri 等等， ambayo ilikopo iko maeneo haya. Mtoto kika anamwambia usijali. 不对， Lakini pia hata kama ni wenzao hawezi kujitokeza hivi kwa sababu 会不会其他部 hichi ni kikosi cha taifa, kwa hiyo kuna namna ya kuweza kuingia pale. Wao wanatumikaga kama kikosi maalum. Hii ni special team. 这里是我们的位置，这里 Wakati kuetika achana na kule, wale wanajeshi sasa wao wanapanga mipango ya kuweza kuwavamia Wajapani. Wanaona kwamba ni kipi kinachoenda kutokea kwenye sehemu ya pili ya moto mzito ambao wanauita Fighters. Hii hapa. Usikose sehemu ya pili ya moto mzito ambao wanauita Fighters. Kumbuka ni Raja DJ ndani ya mic kutoka mitaa The Great Movies Production Arusha Tanzania kwa fujo sana pale Morombo. Pia Dar es Salaam kule tuna tawi letu safi kabisa Professional Entertainment kwa fujo sana pale Kariakoo Agri na Likoma, ikiwa ni sambamba kabisa na kule maeneo ya Darajani kule Kigamboni kule. Ya basi ukifika kule mitaa Kigamboni pia utaweza kupata ofisi ya Professional kwa fujo sana. Sasa hii hapa ni sehemu ya kwanza tu. Usikose sehemu ya pili. Kumbuka tuko chini uzamini mnono wa watu wengi wanazidi kutupa support kutoka pande nyingi za Tanzania. Kwanza kabisa tuna mkala ambao anamuita Babakra Movies Banki. Halafu pia tuna mkala anamuita Riz kutoka Iringa nje ya panda mtu vile. Pia tuna Adam. Tuna Sadiki Madividi kutoka Masasi Kaumu karibu na Adam Viazi.
ikiwa na sambamba kabisa na watu wengine wengi sana wakina Aaron au Amba Chichi Rezaza kutoka Mbauda sokoni Arusha Tanzania. Huyu hapa ni Raja DJ, namba zangu za simu ni 0766033959 kujipatia huduma bomba kabisa kutoka ofisini kwangu. Niko Morombo pale kwa fujo sana. Kifika pale basi utakuta ofisi ya kisasa kabisa ya Raja DJ mnyama Simba. Noma sana.每当人